Hi guys, this is Don Moga TV. Karibuni sana. Hapa nimeita mgeni wetu na baba wetu wa kiroho, pastor yangu, nimemjua kwa muda mrefu na ametusaidia sana. Pastor, yes. Karibu sana. Asante. Karibu sana kwa Don Moga TV. Thank you. Pastor, nataka utueleze. Nimekuwa pastor kwa muda mrefu. Thank you so much. Tell us who is Pastor Martin. Amen. Thank you so much. Kwanza na wasalimu kwa jina la Yesu. Mimi kwa majina yangu naitwa Apostle Martin Mwema. Natoka Yesu ni Bwana. Nahudumu na kanisa naitwa Apostle Seekers. Tuko mahali panaitwa Molen, mahali sana. Hapo tuko. Nashukuru kwanza kwa sababu ya Mogan TV kwa kunialika ili tuweze kuzungumza, ujue Apostle Martin ni nani, alianzia wapi na amefika wapi na ameona Mungu aje. Nashukuru sana kwa sababu ya hiyo. Asante sana. Ni muda gani sasa? Ni miaka ngapi? Sasa miaka ya ministry niko na miaka 10 sasa. 10 good years. 10 good years. Na ulianza Molen mama ulianza? Sikuanza Molen, nilianza mahali panaitwa Huruma. Huruma nilianza pale mwaka wa 2015 ndio nilianza 2015 ndio nilianza kanisa, lakini pale nyuma nilianzanga fellowships. Hivyo nilianza 2009, let me say 09 ndio nilianza, ndio nikuja nifika hapo sasa kwa kufungua huduma, lakini fellowship nilikuwa na miaka 10. Yes. What are the challenges of the community? There are so many challenges in the ministry, but the Bible says if God is on your side, who can be against you? Kuna neema ambayo Mungu huwa anapatia mtu ya kusustain kila ambacho Mungu ameweka ndani yake. Huduma iko na challenge, kwa sababu mimi upande wangu zile challenge napitia ni mingi sana. Nilipoanza pale nilianza vizuri sana na nilianza kwa neema kubwa sana, na Bwana akanisaidia tukapata mahali tukajenga kanisa ambayo inaweza ingia watu kama 100 na kitu, lakini kukatokea jambo tu kwa wale watu ambao walikuwa wananipatia ile uwanja, nikaandikia barua nikaambiwa nimeingia kwa uwanja na sijalipa, so nimendaiwa pesa mingi sana, na barua hiyo ilikuwa inasemekana nipaswa kuenda Milimani High Court. So badala waniletee barua niende kwa koti, walikuja na barua na wakambomoa kanisa. Sasa kanisa ikabomolewa, kabaki nilikuwa sina mahali pa kupigia, lakini Mungu akanineemesha na akaniongelesha nirudishe kanisa kwa nyumba. So nilirudisha kanisa kwa nyumba, nikashiriki kwa nyumba miezi 6. 6 months. 6 good months nikiwa kwa nyumba. Na pale kwa nyumba, kwa sababu nilikuwa nimeanza na watu wengi, wale watu wote walienda. I started with around more than 80 members, but walienda wote, nikabaki na 10 na kitu. Au ndio nilirudi nao kwa nyumba, nikapiga 6 months kwa nyumba. Now Molen mmekuja lini? Molen nimekuja mwaka wa 2020. Kwa sababu kuna mahali ambapo niko saa hii ndio nilikuja 2022, lakini mahali hapo nilianzia, kwa sababu nikirudi nyuma pale kwa kushiriki kwa nyumba, nilipotoka kwa nyumba nilienda mahali panaitwa Mathare North nilienda nikakaa mwaka moja. Kutoka Mathare North nikarudi tena Huruma. Bwana akanisaidia, sasa nikapata ile inaitangwa restoration. And the restoration ambayo nilipata, it was a great restoration ya kurudi pale Huruma tena. Niliporudi pale Huruma, nilirudi hapo 2018 ndio nilirudi Huruma tena. Bwana akanisaidia nikapata watu, nyumba ikajaa. Hapo sasa ndio nikaa 2018, 2019 nikahama. Sasa nikatoka nikakuja Molen. Nilipokuja sikuja mahali niko sasa. Nilienda mahali panaitwa Molemites. Kuna estate kwa pale Molemites. Nikaenda 4th floor wakati wa corona. Nikakaa hapo miaka 2. Na Bwana akanisaidia, akanipatia ile inaitangwa sustainable grace ya kukusustain, kwa sababu washirika hawakuwa na watu wa kusupport, lakini Bwana aliuza watu wakawa wanaweza nisaidia nilipe ile nyumba, na nikanunua vyombo. Ile nyumba nilikuwa nalipa 40,000. A lot of money. Na hakukuwa na watu. Na hakukuwa na watu. Ukakaa hapo muda gani? Nilikaa hapo miaka 2. 2020 na 2021. Na Bwana akanisaidia. So tukiwa pale ndio Bwana aliniongoza, sasa nikatoka hapo sasa nika shift the other side, nikapata uwanja.
na ule uwanja ndio sasa nikautengeneza na tukajenga, na hapo ndipo tuko. So mali tuko sasa tuko na 2 years and a half. 2 years and a half. Na hapo sasa hivi unafanyia ibada. Hapo tunafanyia ibada saa hii, hatujanunua ambazo tuna lease, but we are still trusting God to give us our own land. Kwa sababu I have a big vision. Ile maono niko nayo ni makubwa sana. Na pia hata hapo tuko ni pandogo. Kulingana na ile maono nimebeba ni pandogo sana. I'm still trusting God to give us a bigger place. Ninaamini Mungu anaweza tupatia mahali ambapo kama 100 by 100. Ukipata 100 by 100 it can be a good starting ya kuweka watu wengi, kwa sababu nataka ni hold some conferences, watu wanakuja wanafanya ibada pale, wanalala pale. Sasa mahali tuko ni kadogo sana, lakini hatujanunua. Lakini kwa sababu hatuwezi tukaenda, malaki Mungu apelekangi mtu direct, lazima kuwe na some steps. Lazima kwanza tushike ile ambayo tuko nayo saa hii, tununue hiyo, Bwana akitupeleka mahali pengine. Kwa hiyo pale kuna plan ya kupanunua, na tunaamini Mungu next year by the grace of God mwezi wa 4 tutanunua mahali tuko saa hii, na labda Bwana atusaidie tununue mahali pengine pakubwa. Maana yake maana ni makubwa. No, pastor. Ministry inakuwa na challenges tofauti. What has been your main challenge in the ministry? The main one. The main one, ninaweza sema the main one, it is a finances, because huduma inataka pesa, na huduma kama haina pesa haiwezi kaenda. Unaweza ukawa na watu, lakini watu ambao wewe mwenyewe ndio unawasaidia. Unaweza ukawa na watu, lakini vile unaangalia watu wakiwa wengi sio vile ambavyo finance itakuwa aidha kidogo, kwa sababu kuna watu wengine tumebarikiwa tofauti. Sasa ile challenge ambayo mimi nimepitia ni finance, kwa sababu nataka kununua hii, nataka kuweka hii, nataka kuweka maono, ndio inasumbua. Sasa maono inakuwa ni kubwa, ndoto ni kubwa, lakini upande wa kifedha ni shida. Lakini kwa hayo yote nashukuru Mungu, kwa sababu kufika hapo nimefika ni Mungu tu. Mimi kama naweza pata neema fulani ya kupata ile finance, angalau niweze nikaanza kununua hata kitu nifanyie Mungu, ama ninunue hata kasipika kazuri, ama niweke mahali nipige mkutano, ama nipate hata jukwaa kubwa, ninaweza nikapiga mikutano mbaya sana. Kwa hivyo challenge ile nimepitia ni finances, but I thank God for the grace, because sustain tu kile kidogo ambacho kinapatikana. Now, Pastor, how can we differentiate between a true servant of God and someone who is doing business in the ministry? Kwa sababu saa hii tunajua watu wengi wamekuja kwa ile jina la Mungu kwamba wanahubiri jina, lakini behind wanataka pesa. How do we differentiate between the two? Okay, for one, you have to know that there is 2 types of calling. One, there is godly calling, and there is self calling. Na wale ambao katika self calling ndio wengi, na sisi wote tunatumia Biblia. Kuna ule ambaye ameitwa kweli, kwa sababu one, ukitaka kujua one kana kwamba, because lazima kwanza wewe mwenyewe ujielewe nimeitwa. Maana ukiwa umeitwa na Mungu, hautaingia pale kufanya biashara, utaenda pale kufanya kila ambacho Mungu amekuitia. For one, ukitaka kujua kana kwamba umeitwa na Mungu, kile ambacho unafanya utakifanya ukiwa na amani. Uwe kuzuri, uwe kumbaya, uwe uko na pesa, uwe una pesa, uwe uko na watu, uwe una watu, utafanya ukiwa na amani. Yaani kwa ile kwa kupenda, ukiwa umetegemea Mungu peke yake, hautegemei mwanadamu. Okay? Now, watu wamekuja wengi, wameingia katika ile line ya kusema mimi ni mtumishi wa Mungu, na ukiangalia zile vitu ambazo hao watu wanafanya, wanatapeli. Matapeli ni wengi sana. Kwa sababu kuna mtu akikosa kazi ya kufanya kule ambako kama ni mjengo mtu amekosa kufanya huko, anaona yeye ameitwa. Kwa sababu Biblia hakuna mtu ambaye hajui kusoma, hata Mungu, hata wale ambao wanaingia kwa zile sherehe zao, sitaki nitanje huko, zile sherehe zao akiburutika kule, ukimuuliza about the Bible atakueleza. Kila mtu anajua maandiko. So anapokuja pale anaona hawa watu, kwa sababu hawa ni watu wamekusanyika, nikiingia hapa nilete gospel ya kuwafurahisha. Kwa sababu shetani siku hizi ametuni watu, wanataka ile gospel inawafurahisha, hawataki ile gospel Mungu mwenyewe anataka. Sasa atakuja na mstari ya kuambia ninaona mnaenda mbali, hiyo ni prophecy, ni sawa, lakini aim yake kuna Kenya target, nipate sadaka,
nipate hao watu waniinue, wakiinua kwenda kabisa, mimi ndio nikajenge vitu zangu na watu niwaachilie. Kwa hiyo matapeli wako. Na sasa utajuaje? Kwa sababu wewe kama si msomi wa neno la Mungu hautawatambua. Kwa sababu wengine Biblia inasema kwamba watakuja in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, wakiongea hiyo maneno hautawatambua. Wewe ndio uweze kutoka na kwamba this is the true man of God. One, lazima uwe a prayerful person. Number two, lazima uwe a reader of the word. Hata tuachane hizi zingine, uwe prayerful, utakuja kuelewa na kwamba huyu mtu kama anaenda kwa hii kanisa kwake amembeba roho gani, ni spirit gani ambayo mtu amembeba. One, unaweza kosa amani ukiwa hapo. Mungu anaweza tumia njia yoyote tu kuonyesha kana kwamba this is not the truth of God. Ya ukose amani. Haya, number 2, Mungu anaweza kukusomesha maandiko tu, usikile maandiko wenye huyu anapeleka sio ile ambayo unajua. Unajua kana kwamba huyu naye anapeleka vitu zake sio zile mimi napeleka. Na zile ambazo unajua. Wewe unajua kana kwamba kuna watu ambao wako katika biashara. Amen. Na kwa hiyo kama utakuwa muombaji, wacha nirudie hii. Kama utakuwa muombaji, sisi wote tumefanana. Tumevaa tu ngozi lakini ndani ndio tofauti. Kwa hivyo lazima ukitaka kujua uwe muombaji. Now pastor, tell us, is there any competition in the ministry? A lot. Why? There are so many competitions. You are serving the same God. You know, competition inaingilia hapa man of God. One, nimekwambia kuna yule ambaye anaanza kwa sababu ya kutaka tu atajirike, kutaka tu afanye na biashara zake. Sasa kuna mtu ambaye ana roho ya Mungu. Akiona mwingine ameweka hapa, anasema na mimi nitaweka pale. Ndio hao wake nione kama nitawachukua. Kuna mwingine hata kama ataweka hapa, ataona fulani kwa sababu kama sasa wewe mtu wa Mungu ndani, useme sasa wewe ni pastor, tulisoma na wewe, tumeelewa na wewe, uanze. Mimi nitakaa nione kama ndani ameanza na tulikuwa na yeye na amefaulu. Naona hiki ameanza, hata mimi naanza kuanza. Na kwa hivyo nitaanza na aim ya ndani aweza kanishinda. Nilimshindanga hata shule. Sioni kama anapaswa kunishinda. Sasa competition iko. Na hakuna kitu kibaya kama competition ya makanisa. Yaani shetani anafanya kazi juu chini. Na yeye ndiye anaweka hiyo roho ya competition. Ukipiga mkutano ukimaliza saa hii, nakuja kunaweka mahali uliweka. Ninatuni wale watu. Nawaambia kanisa ni gospel kingdom seekers. Wao uliwaambia ni AIC. Wao ulikuja kabisa ni full gospel. Na kuja mimi nawaambia ni gospel kingdom seekers. That is a competition. And a competition it is the spirit of devil. Yeah. Iko competition. Yeah. Now, for the 10 years you have been in the ministry. Yes. There must be someone who has been mentoring you in the ministry. Okay. Is it a must for someone to have a mentor in the ministry? It is a must. It is a must because everything starts in spiritual realm. And the problem that we have is that some of us we are fatherless. Let me say we don't have father. Na mtu ambaye hana baba, ana mentor, na ana prayer partner, na ana director. Ni kama sasa tukose the Holy Spirit. Tutakuwa Wakristo ambao hatuna Roho Mtakatifu. Naye Yesu Kristo alipokuwa akienda alituambia kana kwamba nimewaachia msaidizi atakaye wasaidia. Ni lazima mtu yeyote ambaye uwe mtumishi wa Mungu, uwe mshirika, ni lazima uwe na baba ama mama wa kiroho. Lakini tukirudi pale kwa ile competition umeniuliza, kuna mtu ambaye kwa sababu anataka hii competition aanze na afike haraka, atafuti baba kwa sababu yeye aim yake ni apate kivyake. Hataki kule kama ni wakati baba ameitana uende huko ama akuitishe upeane. No, anataka wewe mwenyewe uwe wewe mwenyewe. Huyo ni mtu aende mbali. Kila mtu lazima awe na baba. Mimi niko na baba. Baba yangu ni Bishop Shendrak Katue. Kanisa ni Jehovah El Shaddai Ministry. That is our ministry. Church ni Latter Glory Church. Headquarters iko pale Kilolai 45. Baba yangu ako na roho. Na mimi nikiingia kwa baba yangu, sikuingia pale nipate pesa. Sikuingia pale aninunulie speaker. Sikuingia pale aniletee mambo kama aliambia mwanangu itakusaidia kwa kulipa church. No. Kile ambacho nilikuwa nataka roho, kwa sababu yeye ako na roho ambayo mimi sina. Sasa nilipo connect pale kwa sababu ako na grace fulani, niliingia pale awe juu yangu. Na wacha nikwambie kitu moja bana. Kule kuzimu wanajuanga mtu ambaye ako na baba. Ukikosa baba kwa sababu kuna zile
zile vimboko, lazima mseme kama vimboko huwa zinapimwa kule. Enda utafuta Apostle Martin, nataka umpelekee corona katika ministry. Wanaangalianga Apostle Martin ako chini ya nani? Hiyo ndio kitu ya kwanza wanaangalianga. Apostle Martin ako chini ya Bishop Shadrack. Kwa hivyo atuoni vile ambavyo kulingana na Bishop Shadrack kama juu yake tunaweza tukapenya, kwa sababu one is a prayerful man. Kwa hivyo amemwekea cover. Kwa hivyo hatuwezi tukapenya. Unapata kama zile viboko zimeasainiwa kule kuzimu ni kuja mtandikwe kwa sababu ya kufanya kitu kizuri kwa Mungu, zitaletwe 10. Baba yangu atanizuilia 5. Mimi nitafikiwa na 5. Kwa hivyo hizi 5 hazitaniuliza sana. Hiyo, that is the important to have a spiritual cover ama spiritual father. Hizi 5 hazitaniumiza sana. So atatandikwa hizo 5, mimi nitandikwe 5. Lakini kama sina cover, 10 zote na kunywa. Na ninaumia sana. Washirika wanapelekana, pesa ndio inakosekana, yani unapelekwa mbio mpaka inafika mahali. That's why unaona some people wanafunga kanisa. Huyo mtu ukimuuliza ataanza kuambia nilirogwa, washirika walinikataa, msiliweka location mbaya. No, this matter not matter of about the location. The matter of a spiritual cover. Yes. So lazima kila mtu awe na menda. Mimi niko na menda. Hata wewe mahali unakuanga uko na menda. Yeah. So iko hivyo. Now, kufika hapo tumefika. What is your dream? What is the big step ahead of you? Thank you very much. And what are your plans? Thank you so much. What's your future? My vision. My vision is to be a soul winner. Hallelujah. And to have a mega church. A very big one. That's my vision. So niko na maono makubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Nataka mimi Mungu anisaidie. Not matter of kuwa na church kubwa. Niwe mmoja wa wale watumishi wa Mungu katika nchi yetu ya Kenya ambao wanaongea neno la kweli. Na niwe mtu ambaye ninaweza nikamenda watu. Nikimenda mtu anaenda pale anatumika na Mungu kwa njia nzuri, sio sarakasi. Kwa hivyo ile maono niko nayo, kwanza niko na maono ya kukuza mioyo ya watu, niko na maono ya watu waokoke, niko na maono ya kuwa na church kubwa, na niko na maono ya kuwa na other churches. For now niko na 6 branches. Niko na 6 branches and ninaamini Mungu by the 5 years to come nitakuwa na they will multiply in Jesus name. I believe God. So nitakuwa nimesonga. Na hii kusonga kwangu, furaha yangu si kwa nazo. Furaha yangu ni nikikumenda nikutume ukamende mwingine. Na hiyo ndio Yesu alituachia. Alisambia go hii. Kwa hivyo nikikumenda na wewe pale na kutuma enda ukamende mwingine siku moja. That is a growth of the ministry. Yeah. So I have a big duty. Thank you so much. Asante sana Pastor. Tunashukuru sana umekuja. Amen. Umetuambia maoni yako. Amen. Tunashukuru sana. Asante. Tunashukuru sana. Amen. Tunaendelea kwa pamoja. Asante. God bless you. Our viewers, thank you so much for joining us. Apostle Martin is my spiritual father. Amen. We worship the same church. And he has a big heart. Yes. So tunakushukuru sana. Enda hapo kwa Don Morgan TV YouTube, subscribe, comment, na ushare our broadcast. Thank you so much. See you next episode. Thank you so much.